In 1992, former President Moi split the opposition. He divided the opposition. Towards 2027, William Ruto is going to divide the opposition. William Ruto cannot rule a second term if the opposition is united. And he knows it. Akona intelligence. He knows that he cannot rule a second term with a united opposition. That's why he has to make sure he has divided the opposition, Moi style, in 1992. He has learned from the best. So, Moi divided the opposition in 1992 that included Jaramogi Oginga Odinga, Kijana Wamalwa, Kenneth Matiba, Mwai Kibaki. Kwa hawa candidates wa 1992, Kibaki alikuwa ni decoy ya Moi. Kumbuka Kibaki was a minister in Moi's government. Moi sent him home conveniently so that he divides the mountain votes. Kura ya mlima imesumbua watu sana, juni nyingi. So, how did Moi divide the opposition? He bought a house for Kijana Wamalwa in Runda, akamweka kwa payroll ya serikali chini ya maji. But watu walikuwa wanafikiria bado Kijana Wamalwa ako in the opposition. Moi arranged a meeting with the Jaramogi Oginga Odinga, and they deliberately leaked the information of that meeting before it happened, so that to taint Jaramogi Oginga Odinga. And in the process, opposition ilisambaratika. Jaramogi went to the ballot with Ford Kenya. Matiba went to the ballot with Ford Asili. Kibaki went to the ballot with DP. Moi was on the ballot with KANU. After dividing the opposition, Moi assembled a youth wing called YK92, led by Gideon Moi, June Moi, Jonathan Moi, Cyrus Jirongo, the late Cyrus Jirongo, our current president William Ruto. YK92 was very ruthless. So Moi kwanza amedivide opposition, alafu wameassemble a youth wing that will deal with the divided opposition. Na saa hii, so Moi si alitoa Kibaki kwa serikali, akampeleka nje, ati amemfuta kazi, but ni diko yake iende kusplit ya Mlima Kenya. The same thing saa hii na shuku. William Ruto ametuma Ndindi Nyoro nje conveniently, but Ndindi Nyoro is working for William Ruto. Alimtuma nje conveniently, ndio arudi hapa. Mnaona hizo projects zenye anafanya, those are government sponsored projects. Hizo ni za serikali. So saa hii, but anaambiwa wewe piga serikali so that uonekane hauko kwa serikali. But it's a decoy. So utaona hata ikifika pale maybe 2022 wakipeana Ndindi Nyoro kama running mate wa mtu. So kutakuwa na factions mbili Mount Kenya. Kutakuwa na ya Jubilee hii side, akina Matiang'i na Uhuru Kenyatta. Maybe Ndindi Nyoro atajoin Jubilee. Then kutakuwa na side nyingine ya DCP. Hesabu ya Ruto ingiane towards 2027. And it's only a few who can see. Na hii unafaa utoe emotions kwanza. Ukitoa emotions, you know, ukiwa uko na emotions, mind yako inakuwa blood. Hata macho huwezi ona, you cannot see through. But ukitoa emotions, uweke tu akili kidogo, ujiulize maswali. For example, ujiulize, why is it that kuna watu wa Uhuru Kenyatta kwa serikali wa Jubilee, Mutahi Kagwe, Lee Kinyanjui, Murithi Ndiritu, and this other guy, William Kafogo, why are they in government? Hiyo ni Jubilee wing iko government, na another Jubilee wing ingine imetumwa hapa nje, sasa ienda kwa ballot in the name of Matiang'i. You cannot ask yourself such a questions. Inaweza je kwa Uhuru Kenyatta watu wake wako kwa serikali, interest zake ziko kwa serikali, Matiang'i anapewa ticket ya Jubilee aende nayo kwa ballot as a presidential candidate. You can't ask yourself questions. Ama hapa Kisii nayo mko justified, ndio ni mtu wetu, Mkisii wetu. But sit for a moment and ask yourself questions. Siasa sio religion. Siasa sio kama religion.
where religion, unajua you are only told to believe, you are told not to question anything. But hii ni siasa, vitu zina happen hapa nje. Question, jiulize maswali, wacha tu kuingia tu blind. Mnatusi watu wengine ati wewe unaongea hivi juu ya Matiang'i. Hapana, hatuwezi wekwa pamoja tufuate interest za mtu mmoja aenda bagini huko mbele, watu wengine the masses wabaki kwa mataa. So think about it. Moi split the opposition in 1992. Ruto is going to split the opposition towards 2027 because ako na pesa yote duniani sahi, ako na majeshi, ako na askari, yani ako na kila kitu. Na sahi au tribal kingpins wenye wanaenda kwa split, hata Gen Z utashtukia kidogo wakifuata their tribal kingpins. Na wakifuata tribal kingpins itakuwa chaos all over. Alafu sasa Ruto tarudi tu kama president. Mimi nimesema yangu. Wewe sasa comment matusi yako, hiyo ni opinion yako, pia comment hapo chini. But me I don't care. Hata ukinitusi itakusaidia aje? Will it change the fact that naongea ukweli? Will it change the fact that ninaongea ukweli? Hata ukinitusi nitaendelea kusema ukweli yangu. Wewe ukitusi shida ni yako. Me I don't care.